kituoni. Polisi 4 walionaswa kwenye video wakimpiga kinyama mwanafunzi wa chuo kikuu cha kilimo na teknolojia cha Jomo Kenyatta JKUAT wamesimamishwa kazi. Kwenye taarifa iliyotumwa kwa vyumba vya habari, Inspector Jenerali wa polisi MATIANG'I amethibitisha hatua hiyo na kuwarai raia wazidi kuwasilisha taarifa kwa huduma ya polisi kuhusu maafisa watoro wasiozingatia kanuni na taratibu za utendakazi wao. Mtazamaji, ni taarifa ambayo tutakuletea kwa kina katika taarifa zetu za habari zitakazofuatia. Na mapema hii leo ama alasiri ya leo, mwanahabari wetu Siraj Rahman Abdullahi alipatana na wanafunzi wa JKUAT wakitoka makao makuu ya polisi hapa Nairobi baada ya kufanya mkutano na maafisa wa polisi kuhusu tukio hilo la jana jioni. Hebu tusikize upande wao. So, my name is Osoro Clinton. I am the president of the student body of JKUAT. And the students of JKUAT are unhappy because of two reasons right now. And we don't want to digress from either. The first one is because of lack of security. The students feel that their lives are in danger. They went to JKUAT to get their degrees, but they are in fear of getting out with death certificates, and they don't want that. The second reason, as we have seen from the video clips that have been in circulation on social media, is about police brutality, which of course, as the head of the student body, I like to condemn in the strongest terms possible. Yes. Pengine mlikuwa na mkutano na msemaji wa polisi. Pengine mliafikiana nini ama mlijadili nini? It is true. We have had a successful meeting with the police spokesperson. We have shared with him our grievances, the way we have in those various meetings that we have had, from the UMB to the Juja Sub-County Security Committee. Na tumemwelezea kwamba sisi kama wanafunzi, kitu cha kwanza tunataka Juja reciprocate, because there is a lot of revenue that is being collected. Biashara inaendelea vizuri Juja, so we want the county government together with all the stakeholders to make sure that there is enough lighting. Number one, there is enough lighting around the areas of Gate C, Gashororo, Sunrise Seat, Gate D, Pale Gashororo Market, that area of Philo 1 and Philo 2, so that we have enough lighting, number one. And then number two, we want police patrols to be not only intensified, but to be done on a completely different level. Right now, when you walk around Juja at around during the night hours, you can barely see a police vehicle on patrol. What you can see, however, is when you are in these places where students go to have fun, pali pengine wanaenda kucheza pool, PlayStation usiku, unapata some of the police officers hapo wanaharas wanafunzi akitoa pesa. We don't want that. We want there to be smart and intensified police patrols to make sure that all the thugs, all the criminals are flushed out, all the drug peddlers, all the drug addicts wenye wako addicted to drugs like heroin pale around Philo 1, Philo 2, Gashororo and Gate C, to be flushed out. Those are our simple demands, and we want to make this very clear to the entire student population and the university management and everyone involved. Students in JKUAT are not going back to class until we have seen the first floodlights being installed and until we have seen proper police patrols happening. Until then, we are not going back to a place where we are not sure where we can go to our places of residence very, very safely. Ama hatutarudi. Yes. Pole sana. Na hiyo video ilikuwa weka kwa media kesho nionekane na niulize kwa sababu gani. This thing is not live, eh? It's live. It can't. Anyway, so the other question was?
Pengine tusio video ambayo inaendelea. Tumai kama umejiona umesikia vibaya sana. Lakini tukiendelea na taarifa zetu, Rais Uhuru Kenyatta hii leo amefungua rasmi mkutano wa kimataifa wa idadi ya watu na maendeleo almaarufu ICPD 25 hapa jijini Nairobi. Mkutano huo unanuia kuzungumzia masuala yanayoathiri afya na haki za wanawake. Kumekuwa na tetesi kwenye baadhi ya viongozi wa kidini kwamba kongamano hilo lina nia ya kupigania masuala yaliyo kinyume na dini na mila za Kiafrika. Mkutano huo wa siku 3 umewaleta pamoja zaidi ya watu 6,000 kutoka kote ulimwenguni. Na sasa moja kwa moja naungana na mwanahabari wetu Mary Mwoki akiwa katika studio zetu katikati mwa jiji la Nairobi ili aweze kutueleza zaidi kuhusiana na masuala ambayo yalijadiliwa kwenye mkutano huo ambao umefunguliwa rasmi hii leo. Mary Mwoki, wapo unanipata? Je, ni masuala yapi ambayo yameangaziwa hii leo kwenye mkutano huo? Na kupata vizuri sana Kilobi, na baadhi ya masuala ambayo Rais Uhuru Kenyatta aliangazia alipokuwa akifungua mkutano huo rasmi, la kwanza ilikuwa ni kuhakikisha kwamba jambo la muhimu ambalo alisema ni kwamba ikionekana kuwajibu kwa zile tetesi kwamba upo mpango wa kusurutisha serikali za Afrika ama serikali ya Kenya ikiwemo kwamba wakumbatie ama wa embrace hizi haki ama haki za kuwa na mapenzi ya jinsia moja ama kuavya mimba. Akaonekana kusema kwamba kila taifa lina mahitaji yake na kila taifa litafanya hizo commitments ama litakuwa na maazimio yake kulingana na mahitaji ya taifa hilo. Na baadhi ya mambo ambayo Uhuru Kenyatta ambaye ni rais wetu alitaja kuhusiana na kongamano ama commitment ya Kenya kwenye mkutano huu ama kwenye kongamano hilo ni kwamba la muhimu kabisa ni kuhakikisha kwamba watoto wavulana na wasichana wameweza ama wamewezeshwa kwenda shuleni, shule za upili na hata pia kufanya kozi ama kwenda chuo kikuu wakimaliza masomo. Lingine ambalo alihakikisha alisema kwamba ni la faida mno kwetu sisi wa Kenya ni kuhakikisha kwamba ndoa za mapema kwa watoto wadogo ambao hawajafikisha umri wa kuolewa pia zinamalizwa. Rais Kenyatta pia akasema ama akatoa hakikisho kwamba atafanya kila awezalo kuhakikisha kwamba ukeketaji ni jambo ambalo litazikwa kwenye kaburi la sahau hivi karibuni, na ni karibuni sana, manake anasema atahakikisha kwamba hilo limefanyika kabla ya kumaliza miaka 2 ijayo ambapo atakuwa amemaliza uongozi wake kama rais. Lingine ambalo rais alisema kwamba ni la muhimu kwetu wa Kenya ni kuhakikisha kwamba wanawake wanapewa nafasi za uongozi si kazini pia hata na shuleni. Akasema jambo moja ambalo sisi wa Kenya tunajivunia ni kwamba mwaka huu tumeshuhudia ile tunaita 100% transition ya kutoka shule za msingi kuelekea shule za upili, na amesema kwamba idadi ya wasichana ikiangaliwa na inaonekana imeimarika, si kama hapo awali ambapo wasichana wengi walikuwa wakimaliza shule za msingi hawaelekei kwenye shule za upili na wenzao wavulana. So hivyo basi hayo ni masuala ambayo rais alisema ni ya maana, ni ya muhimu sana kwetu sisi wa Kenya na tutayashikilia hayo. Ni kongamano ambalo limekumbwa na tetesi kadha wa kadha, haswa kutoka viongozi wa kidini ambao wanasema wale ambao wameongoza ama wameufanya mkutano huu walio organize mkutano huo, nia yao ni kwamba kuwasurutisha Wakenya na wale ambao wamekaribisha mkutano huu ambao ni sisi, kwamba tunafaa kukubali ama kuheshimu haki za wapenzi wa jinsia moja, na pia kuhakikisha kwamba iwapo mtoto ni wa shule na ameamua kwamba anataka kushiriki mapenzi, ana haki ya kwenda dukani ama kwenda hospitalini na kupata dawa za kupanga uzazi hata pasi na kibali ama ruhusa ya mzazi wake. Rais Uhuru Kenyatta akionekana kulizungumzia swala hilo Jumamosi ama Jumatano iliyopita, Ijumaa iliyopita, akisema kwamba sisi kama Wakenya tuna mambo mengi ambayo tunapigana nayo, tuna mambo mengi ambayo tunaazimia kufanya kama Wakenya, lakini ndoa za jinsia moja si jambo ambalo linatuhusu ama ambalo tunatilia maanani sisi wa Kenya. Na baadhi ya viongozi ambao wamehudhuria mkutano huo, mmoja wao ni Rais wa Uganda Yoweri Museveni, ambaye pia anajulikana kwa msimamo wake
wake mkali kuhusiana na mapenzi ama ndoa ya jinsia moja. Itakumbuka hapo awali miaka 4 iliyopita serikali yake ilipitisha mswada bungeni ambao ulifanya kuwa criminal ama ulifanya kuwa si halali ndoa za jinsia moja na kutoa hukumu ya kufungwa maisha kwa yoyote atakayepatikana akihusika kwenye mapenzi ya ndoa moja. Mwaka huu pia serikali ya Yoweri Museveni inasemekana kwamba inazingatia ama inanuia kuleta mswada tena bungeni ambao utatoa adhabu ya kifo au mauti kwa yeyote ambaye atapatikana. So Kilobi, ukiangalia unaona kwamba baadhi ya mataifa ya Afrika ama kama sisi Kenya, Uganda na Rwanda, pia mataifa mengi hapa barani Afrika ni mataifa ambayo yamesema ama yamekata kauli kwamba hayatakubali mazungumzo yoyote ambayo yanapigia debe kuhalalisha kwa mapenzi ya jinsia moja au hata kutoa haki ya mwanamke ama msichana ama mtoto kuweza kuavya mimba kiholela. Kilobi, kwa kuweza kutueleza kwa upana na urefu kuhusiana yale ambayo yalijiri kwenye kongamano ambalo limeanza leo. Mtazamaji, ni kongamano ambalo litakamilika baada ya siku 3 hii leo kwenye siku ya kwanza. Shukran Mwoki. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, kamati ya wauguzi ikiongozwa na afisa mkuu wa afya katika kaunti ya Nairobi Veska Kangogo imewaagiza wauguzi warejee kazini baada ya mgomo wao ambao ulianza rasmi hii leo. Kamati hiyo imetoa agizo hilo baada ya matakwa yao kutimizwa. Hata hivyo, wengi wa wauguzi bado hawajarejea kazini. We are happy that we have nurses and clinical officers who are at work, and for those who have chosen to be away today, it is my request that we resume duties because all issues that were of concern have been addressed. All our eligible staff, 2,153 of them who are found to be eligible as per the scheme of service have been considered for promotions and designations. We have additional close to 600 who can only be promoted upon the process of competitive filling. The 2,153 are in the common cadre establishment. According to 86 of the county government acts, the board can delegate its functions to a member, either that's the county secretary or the chief officers. Hereby we have also delegated the instruments to the county chief officer of health to undertake those duties on the behalf of the board. And we want to assure all their demands have been met. And they were ongoing, and it's not only for the union of the clinical, all sectors are considered for the promotions and the designations as a matter of policy. Na tuelekee katika pwani ya Kenya ambapo mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha ukanda wa pwani imesababisha mafuriko mitaani, huku shughuli za kawaida miongoni mwa wenyeji katika maeneo hayo zikitatizika katika kaunti hasa ya Mombasa. Mvua hiyo imesababisha hasara kubwa, huku barabara na sehemu mbalimbali zikifurika. Shughuli za masomo katika taasisi ya mafunzo ya Biblia sehemu ya pwani iliyoko eneo la Kongowea kaunti hiyo zimesitishwa kwa muda usiojulikana baada ya taasisi hiyo kufurika kufuatia mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha. Idadi kuu ya wenyeji wanalalamikia ukosefu wa mabomba maalum ya kuelekeza maji ya mafuriko kutoka mitaani hiyo. Shughuli ya uchukuzi ama shughuli za uchukuzi nazo katika barabara ya Utange Bamburi zimetatizika pakubwa baada ya barabara hiyo kufurika katika eneo la Mbarawa. Na ikanyesha usiku kucha. Tulipoamka asubuhi, mafuriko yako vile mnavyoona wananchi, na katikati ya uwanja wetu kunapitia tunnel ambayo inatoka juu ya college yetu. Ili tunnel limekuwa hapa kwa muda, na kwa miaka yote ambayo college ambayo imekuwa hapa hatujawahi kuwa na shida hili isipokuwa mara 2 ya mvua iliponyesha muda hapo nyuma. Kulinyesha mvua na tunnel yenyewe ikaanza kufurika. Tunnel yenyewe ni ya county government. Maji imeingia kwa nyumba, so tukangangana kutoa watoto, wakaenda kwa jirani. Tukabaki na mke wangu kujaribu kuhifadhi vitu, lakini hatukufanikiwa. So tumefunga nyumba, tumehama, tuko kwa jirani. Mimi niko kwa ofisi kwanza, hata nguo mkiangalia zimebaki ndani. TV na vitu zingine zote zimeachwa ndani, sofa sets zote zimezama kwa maji, chakula iko ndani, makaa iko ndani. So
maji ilikuwa kubwa. Na chama cha marubani hapa nchini kimejitokeza na kuonya kampuni ya ndege ya Kenya Airways almaarufu KQ dhidi ya kuendeleza mpango wa kuajiri marubani kutoka nchi za kigeni. Wakizungumza na wanahabari asubuhi ya leo, marubani hao wametishia kufuata mkondo wa sheria ili kuhakikisha kwamba kampuni hiyo haitawaajiri marubani hao, wakisema kwamba kwa sasa ama kwa muda sasa kampuni ya KQ imekuwa ikipatia marubani kutoka nchi za kigeni kipaumbele ifikiapo upande wa ajira na kunyima wale wa hapa nchini nafasi hizo za ajira. Kulingana na katibu mkuu wa chama hiki Murithi Nyaga, hatua hii ni kinyume na makubaliano ya mkataba kati ya KQ na chama cha marubani. Yet, a serious shortage of pilots persists on the Embraer. Such is a classic example of misplaced priorities, illustrating the mismanagement in Kenya that we keep lamenting about. As the situation on the Embraer gets worse, the airline continues to incur significant financial losses due to flight cancellations. The association has threatened to take legal action should KQ proceed and employ expatriates, adding that this would be going against the collective bargaining agreement. Na baadhi ya wawakilishi wadi katika kaunti ya Nyeri sasa wanatoa madai kwamba uongozi wa bunge hilo unatatiza utendakazi wa bunge baada ya hoja ya kutaka kumtimua waziri wa maji na mazingira wa kaunti ya Nyeri Frederick Kinyua kugonga mwamba. Wawakilishi wadi hao wanadai kwamba licha ya kufuata sheria katika azma yao ya kumtimua waziri huyo, juhudi zao zimetatizwa kimakusudi. Mwanahabari wetu Ibrahim Karanja alizungumza nao na kuandaa taarifa ifuatayo. Kilio cha haki sasa kinazungumziwa katika majengo ya bunge ya Nyeri ambapo wabunge ambao ndio wenye kutunga sheria katika kaunti hii leo hii wanasema kwamba kidogo hawajapata haki katika kutekeleza majukumu yao. Wanazungumza kuhusu mswada ambao walikuwa wanaileta bungeni ya kuweza kumng'atua ama kumtimua waziri katika kaunti ya Nyeri, waziri wa maji, mazingira, ambaye wamepeana sababu kadhaa za kuweza kumtimua, lakini juhudi zao zimegonga mwamba leo hii katika bunge hili, na ndio kwa sababu tu wameweza kutoka nje na kuweza kuonyesha ile kukasirisha kwao ama hamaki yao kwa kutoweza kuwasilisha mswada wenyewe wa kumtimua bungeni waziri huyo. Hebu tupate tu kujua ni kwa nini walitaka kumtimua waziri na pengine ni tatizo yepi ama changamoto zipi ambazo wamepitia na hawajaweza kupeana mswada wenyewe. Hujambo sana mheshimiwa, asante kwa kuungana nasi katika KTN News. Tueleze jina lako, tueleze eneo unawakilisha, alafu tuambie tu ni nini ambacho kimezuia leo hii nyinyi kuweza kuwasilisha mswada wa kumtimua waziri. Asante sana kwa majina, naitwa Watson Wero. Mheshimiwa kutoka Karatina, na mimi ndiye mwenyekiti wa kamiti ya mazingira, na tumeongea na waziri kadhaa kwa kadhaa kutukucha tushughulishe swali ya takataka katika Nyeri, ambaye ni kilio cha kila mtu na ni karibu magonjwa yaanze kuonekana Nyeri, lakini mara tukimuita hakuji kamwe. Na sasa kamiti yangu ya watu 9 wakaketi chini wakaamua timue waziri Kinyua kwa sababu ya mambo kadhaa ambaye mwenzangu ataelezea. Lakini leo baada ya kutengeneza sheria na kupeleka kwa advisor wetu wa sheria na kuipelekea crack wa assembly ili kuja kwa IBC, wakuu wa bunge leadership wamezuia isiingie kwa IBC, hata ikiwa imekuwa imesainiwa na watu 21, watu 7 kupita wale wanatakiwa wasaini hiyo msaada. Na tumesikia tuko frustrated na wale watu walikuwa wa msaada iende kwa floor kwa sababu ingeangushwa asubuhi. Na sasa niko na mwenzangu Mheshimiwa Karomba atuambie sababu kadhaa zile tuliona kama kamiti ya kufukuza waziri. Mheshimiwa Karomba, ukikaribia kwa haraka sana kwa sekunde 30 mheshimiwa, unasema kwamba kisheria mnafaa kuwa na sahihi ama kuweza kuungwa mkono na wabunge 14. Lakini mmeweza kupata uungwaji mkono na wabunge 21, lakini vile vile hamjaweza kuwasilisha mswada kumtimua waziri. Na umetaja kwamba uongozi wa bunge umehusika kivipi? Walikuwa wanapigia wabunge simu wasipitishe signature, lakini wakati walikataa
wakasema wao ni wakilishi wa Wanjiko, wakaona ile njia tu ya kutupiga knockout ni kukataa mjadala ukuje kwa nyumba uanjiriwe. Naomba nizungumze nawe Mheshimiwa Karumba, nieleze eneo unaowakilisha, alafu nieleze ni sababu zipi hizi ambazo zinafanya nyinyi kama wabunge mtake kuweza kumtimua waziri wa maji, waziri Kinyua? Kwa majina naitwa Michael Karumba, mwakilishi wa wadi ya Muyogo Idarasha mule Kieni constituency. Leo hii tumeonelea kwamba tumtimue waziri wa maji na mazingira, manake yeye ameshindwa na kazi. Katika bajeti ya mwaka 2017-2018 tuliweza kupitisha katika hili bunge pesa ya kuchimba mavidibwi kule sana sana sehemu ambazo ziko na kiangazi kama Kieni, na tukampa katika ile department yake zile pesa. Alienda akachimba zile mashimo, na kutoka hiyo siku tunaongea bajeti ya 2017-2018, leo tunaelekea 2020-2021 budget. Kufikia leo hakuna kidibi hata mmoja kimeweza kuwapa wale wananchi maji, na hajaweza kutupa jibu ambalo liko na sababu ya kutosha kutueleza ni kwa nini. Yeye hutupa hadithi, kutuzungusha, na sasa tumeona hatuwezi kaa miaka 2 na tugoje ingine, kwa sababu tunaambia gavana wa Nyeri amtimue mara moja waziri wa mazingira na maji, ili alete mtu mwingine ambaye ako na maono na ako na ule upendo ya kulete mabadiliko. Sasa mheshimiwa, hatua ya kuweza kumtimua sasa bila shaka imegonga mwamba katika bunge, manake hamjaweza kuwasilisha, haijafika pale kwa ile kamati ya kushughulikia mambo ya bunge, House Business Assembly Business Committee. Pengine hatua itakayofuata baada ya hii ni ipi? Ni kuweza tu kumrai gavana kumtimua waziri, ama kuna hatua zingine ambazo mweza mkafuata kisheria? Ya kwanza tutaketi chini na kama watu ambao waliochaguliwa, kwa sababu sisi ni wawakilishi wa Wajiko, na Wajiko hata teseka kamwe tukiwa jukumu letu ni kumtetea. Kwa hivyo tutakusanyika tena, tuketi chini, na diposa kama kuna ile external forces ambayo iko, tujue vile tutakabiliana nayo, manake iko kulingana na vile dalili tumeona. Pia speaker hayuko leo, tunamgoja pia arejee. Tutaketi na yeye pia aweze kutuonyesha the way forward, mwelekeo. Yeah. Mheshimiwa Muturi, naomba nikuhusishe pia, pengine utueleze maoni yako. Naona pia wewe ni mmoja ambaye ulikuwa umeunga mkono kutimuliwa kwa waziri Kinyua. Pengine kabla ya kuweza kuchukua hatua hii, mmejaribu kumuita waziri hapa bungeni kuja kueleza pengine ni kwa nini hajafanya zile hatua ama zile majukumu ambayo alifaa kuyatekeleza? Mimi naitwa Mheshimiwa Muturi, MC wa Gatito Morogoro Ward. Na sisi tuliketi chini, mimi ni mmoja wa wale members wa kamati ya mazingira. Na tulikaa chini, tumeichi kumuita waziri aje mkutano, aje tusemezane na yeye, lakini kila wakati juhudi zetu zinagonga mwamba. Yeye hatuambii kwa nini hataki kuja kwa kamati. Na sisi tulipokaa chini kama kamati, the 9 members wakasema wote it is good, sasa tupitishe sisi kama resolution ya kamati, tuweke mswada wa kumtimua waziri. Tumejaribu karibu mara 8 kumuita, na juhudi zetu zimegonga mwamba. Tukajiuliza kama wakilishi wa Wajiko, njia yetu ni gani tutatumia juu sisi waziri ameturemea na hata hatusikizi kama sisi Wajiko. Kwa hivyo tumekuwa tukijaribu, na tukaketi chini kama kamati, na tukasema tulete mswada kwa bunge, na tukaleta ile mswada kwa bunge, na manake ilikuwa more than 21 members of county assembly walipiga sahihi ile kitu isipite, lakini tumepata external forces ambazo kumekuwa na maneno imesemekana ya bahasha, kuna watu wameonwa kando na wakajaribu kupinga hii mswada ili isiende juu walijua ikienda kwa bunge ingeanguka. Asante. Bila shaka tutakuwa tukizungumza kuhusu swala hili pia katika siku zijazo tu tuweze kujua itafikia wapi. Lakini mtazamaji, umepata tu kusikia ni kwamba madai pia ya rushwa, madai ya bahasha kama anavyosema Mheshimiwa Muturi yameweza kuibuka hapa katika bunge la kaunti ya Nyeri, haswa katika mswada huu ambao ni wa kumtimua waziri wa maji katika serikali ya kaunti ya Nyeri, Mheshimiwa Frederick Kinyua. Madai wamepeana wenyewe wabunge hawa kwamba madai ya waziri kutotekeleza majukumu yake, wakisema kwamba sasa juhudi zao zimegonga mwamba kwa kuwa hawajafanikiwa kuweza kuwasilisha mswada wenyewe katika bunge. Kwa hiyo tutakuwa tukimtafuta waziri Frederick Kinyua pia tupate kusikia pengine madai haya ambao wabunge ama wawakilishi wadi katika kaunti hii wanayo ni ya kweli, na je ni kweli kwamba amekosa kuja katika kamati, na anahisi vipi kwamba sasa kuna huu mswada wa kumtimua ambao kwa njia moja ama nyingine sasa inatoa madai pia ya kuweza
ya kupata rushwa kwa wabunge katika majengo ya bunge. Kwa hiyo ni mambo ambayo tutakuwa tukifuatilia katika siku zijazo ili tukupashe mtazamaji jinsi mambo yatakavyokuwa yakifanyika hapa katika kaunti ya Nyeri. Kwako studio. Asante sana Ibrahim Karanja. Na basi mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tupate mapumziko mafupi.